Batimayo, mwana wa Timayo, aliposikia Yesu anakuja, alikaa njiani kumngojea. Huyu Yesu ni wa kungojewa. Siku kama ya leo ya Jumanne ni siku ya kungoja Yesu. Amen. Kwa wana maruri, kwa sababu yeye huja directly. Na amekuja na neno la ukombozi kwa maisha yetu. Bwana asifiwe. Amen. Huyu Yesu anapenda mioyo zetu. Yeye aligharimika. Na kitu chochote kwa maisha ambayo mwanadamu anagharimika, anaitunza. Anaifuatilia. Example, Mungu akitupatia watoto, hakuna mtu utaka mtoto wake afike mahali akue venye dunia iko. Analea huyo mtoto kama mbegu, analea kwa ustaarabu wa ajabu. Na ndio maana siku ya leo tumekuja. The Bible says a man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. And today we are here to share the word of Christ. Amen. That through this word we have been made whole. Kupitia kwa hili neno Bwana ametuneemesha. Ukituona tumesimama hapa, kuna wakati tulikuwa hatuna meaning kwa maisha. Tulikosa msimamo na mwelekeo. Hata sisi pia tulikuwa tunasikia tukisema tunangojea hiyo siku. We never knew which day. But until one day we made up our mind. Amen. And today we have come here because since we made up our mind, our life has never been the same. Ndio hatuwezi kosa challenges of life. Hatuwezi kosa misukumo ya maisha. Lakini kila kitu nimekuja kuambia wana Marurui. Heri huu moyo ambayo Yesu aligharimia, upeane kwake akutunzie. Kwa sababu maisha ambayo tuko nayo wakati huu ni maisha yana mambo mengi sana. Na zaidi ya yote mwanadamu anapikwa vita. Left, right, center. Hiyo ndio shetani anatafuta. Anatafuta kile Yesu alikufia. Lakini wewe ukiwa mwerevu wakati kama huu, maisha yako wekeze mikononi mwa Bwana. Nafsi yako rudishe kwa yule alikufia. Yule alilipia gharama. Utakuwa umefanya jambo la busara. Na jioni ya leo tunaposimama, Bwana ametusaidia. Hatuna woga kutangaza neema hii ya Yesu. Hatuna woga kutangaza hili jina. Kwa sababu ya kwa hili jina tumepata neema. Bwana asifiwe. Mimi sitashare neno ambayo hamjui. Tunaposimama hapa Marurui, Marurui ni mji ya watu ambao wanamjua Mungu. Wengi wa Marurui ni watu wa Marurui. Kuna kanisa mingi sana. Kama kuna kanisa imejani huku Marurui. Kama kuna watu wanajua Mungu, wengi ni wana Marurui. Lakini we come to share the word because the Bible says so. Kwamba neno la Mungu ni upanga. That the word says that the iron sharpens iron. We come so that we may sharpen each other. Ili tukaweze kuendelea katika hii safari. Bwana asifiwe. Pasipo kuchukua nafasi mingi, wacha nitangaze hili neno ambalo ni la kawaida. Ni neno kila wakati tunalisikia katika kanisa kwa njia, tunasikia kwa radio, tunaona kwa TV. Bwana asifiwe. But tunakuja kuweka sisitizo. Tunakuja kuweka pin down that this is the word of the Lord. Bwana asifiwe. Amen. I just want to share a very simple word from the book of Matthew chapter 7 verse 15. Bwana asifiwe. Amen. Neno la Bwana linasema hivi. In the book of Matthew chapter 7 verse 15 inasema, kuanzia 15 hadi 20 inasema hivi. Watch out for false prophets. They came to you in sheep's cloth, but inwardly they are ferocious wolves. By their fruits you will recognize them. Do people pick grapes from thorn bushes or figs from thistles? Likewise, every good tree bears good fruits, but a bad tree bears bad fruit. A good tree cannot bear bad fruit, and a bad tree cannot bear good fruit. Every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into fire. Thus, by their fruit you will recognize them. Bwana asifiwe. Amen. Matthew 7:20 nasema, thus by their fruit you will recognize them. Kwa matunda yao utayajua. Wana Marurui, sisi tutajulikanaje? Licha kwamba tumepanda makanisa, licha kwamba tunaenda kanisa Jumapili, licha kwamba tunaimba venye tumeimba, tunasoma hili neno, how do we bear our fruits? Thus they shall be known by their much fruit. By their fruit you shall recognize them. Sisi tuko hapa tunajulikana kwa majina. We are HFC Marurui Church. Bwana asifiwe. Sisi tunajulikana kwa majina hivyo.
But our fruits, if we cannot bear our fruits, hilo jina halitatupeleka mahali. Now we can only bear fruits that has everlasting life when we receive Jesus Christ. Amen. Sisi tulizaliwa kwa kizazi ambayo tulifundishwa mambo. Ukifanya hivi utafanya hivi. Ukifanya hivi utafanya hivi. Ukifanya hivi, ukisoma sana utafanya hivi. Ukiweka pesa sana utafanya. But at the end of the day we were not fulfilled. Hatukutosheka. Ndani yetu kuna nafasi ilibaki. Na hiyo nafasi ilibaki, ikasemekana tunauliza maswali. Na hapa sasa tumefika, tufanyaje? Bwana asifiwe. Juu mlitufundisha tufanye hapa. Hapa mahali tumefika sasa tufanyaje? Bwana asifiwe. Amen. Until we decided and made up our mind. Wakati tulifanya uamuzi na tukakubali Yesu kwa maisha yetu. Oh, yes. We started bearing much fruit. Bwana asifiwe. Na tukaanza kujulikana kwa matendo yetu, kwa matunda. Bwana asifiwe. Wakati tunampokea Yesu mwana wa Marurui, wale watu tunakaa hapa Marurui, Yesu peke yake ndiye anaweza kuja kwa maisha yetu akasababisha ukazaa matunda. Amen. Matunda ambayo hayana maua, matunda ambayo hayana mwisho. Bwana asifiwe. Amen. Na tunajulikana kwa hii matunda kwa sababu tumempokea Yesu. Hapa duniani saa hii kuna Yesu wengi. Bwana asifiwe. Yes. We have the word that says another Christ. We may not understand another Christ. The another Christ is that one that we receive but we never bear fruits. Bwana asifiwe. Wewe umempokea Yesu ambaye hazalishangi matunda. Huyo Yesu kwa Biblia amesemwa sana. Lakini sisi tumempokea Yesu ambaye kupitia kwake tunazalisha matunda. Tunajulikana kwa matunda. Na mti mzuri ambao umepandwa na Yesu unajulikana kwa matunda mema. Amen. Are we bearing these fruits wana Marurui? Yes. As much as we have those churches, as much as we are family born of God, are we bearing the fruits? Are we standing in the gap to declare what God has told us to do? Bwana asifiwe. Amen. You shall know them. Watajulikana kwa matunda yao. Matunda yetu inakaaje? Matendo yetu ambayo Yesu alipanda ndani yetu inakaaje? Do people complain? Do people question our imani yetu? Do people ask a question about our faith in Christ? Our faith is in Christ cannot be questionable because he who started a good work in us, yeye ndiye alianzisha na anakamilisha. Yeye ndiye anamaliza medali zote. Hizo medali watu wanauliza. Mara mingi watu wanakuuliza maswali unakosa jibu. Lakini kwa Yesu unapokuja, he has those answers. Na hayo majibu ndio tumekuja nayo. Kama sisi tulikuwa kama nyinyi, maana ndani yetu kulikuwa na vacuum. Na hiyo vacuum sio ati baba yetu alifeel. There is no parent that can fill a vacuum in his son's life. There is no mother that can fill a vacuum in his, hata kama umemzaa, hata kama unakaaje, umempatia masomo, umempatia kila chochote, mali, nyumba, gari. Lakini there is a vacuum, and that is vacuum the world things cannot even feel. Vitu vya dunia haviwezi feel. But the word of the Lord, this Christ that we came to speak today, when he comes in your life, he shall fill that vacuum. And that is where we declare the peace of the Lord. We cannot look for the peace in an empty vacuum. We cannot get peace from people of this world. We cannot acquire this peace from things that we get. The materialistic thing ambayo ina mwisho wake. Lakini tunapokea kupitia kwa Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Amen. I want to share the word of God, the last word from the book of 1 Peter 1:18. Hallelujah. Bwana asifiwe. Hallelujah. Amen. The last verse I want to share is from the book of 1 Peter 1:18. Inasema hivi. For you know that it was not with perishable things, such as silver or gold, that you are redeemed from the empty way of life handed down to you from your ancestor. Bwana asifiwe. Amen. For you know, kumaanisha everybody knows. Yes. Everybody has that little truth in his heart. Yes. About this Christ. Bwana asifiwe. Amen. For you know that it was not with perishable things. Yes. Unajua kwamba si vitu ambavyo vinaisha. Yes. From perishable things such as silver and gold,
that you are redeemed. We were not redeemed because of perishable things. We were not redeemed because of silver and gold. Yes. But we have been redeemed through Christ Jesus. Amen. The one that has laid his life down for us. Oh, yes. The one that has filled the vacuum in our heart. Amen. Yes, we go through challenges of life like any other human beings. Yes. But our hearts are filled with Christ. Amen. We have hope and a future in his name. Yes. And today we are able to declare boldly, because he lives, we live. Amen. Amen. And we know that whatever our parents handed to us cannot fulfill the perfect will. Yes. Kile wazazi walitupatia ilifika njiani ikaisha. Yes. Hata wengine wazazi wakakufa wakaacha katika hali mbaya. Yes. Lakini kile sisi Yesu ametupatia inatuwezesha kuishi kwa hii dunia kushinda. Amen. Na hata paka siku zile zinaishi. Kwa sababu maisha ya mwanadamu ni katika roho. Yale mambo tunaona leo inaonekana katika hali ya macho. Lakini special life of human being is a spiritual life. Yes. Maisha ambayo hayana kikomo. Siku Amen. inafika hii mwili itayeyuke ianguke. Lakini kile ulipokea ambao ni uzima wa milele itakufukisha mpaka kile kilele cha uzima. Bwana asifiwe. Amen. For we have not received from perishable things. Yes. We have been redeemed by Christ Jesus. Amen. Now today we declare that that whatever we have searched all this year, yes, can be inawezaisha. Yes. Ile tumetafuta kwa hekima. Wengine yes, tulizaliwa miaka imeisha, tumekuwa mama wakubwa. Tazama tumekuwa shosho, saa hii tunaitwa shosho. Lakini wakati tumpata Yesu tunajivunia. Amen. Na hatuna kuoga na kwa kule tunaenda. Yes. Kwa sababu Yesu ametuhakikishia uzima. Yes. Uzima ambao tunaishi hapa duniani. Amen. Hapa duniani tunaishi katika uzima, ndio na challenges. Lakini kwa sababu tumepokea Yesu tuko na ushindi. Na ndio maana siku ya leo tunatangaza hapa Marurui. Ndani ya mioyo zetu tuna haja sana watu wamjue huyu Yesu. Yesu ambaye alikuja na akajaza the vacuum. Yesu ambaye anaweza komboa moyo na mawazo ya mwanadamu. Amen. Yesu ambaye alilei maisha yake kwa ajili yako na mimi. Yes. Kama mimi ambaye nilikombolewa. Yesu ambaye hana kabila. Yesu ambaye alituweka kwa ratili tukakuwa kitu kimoja. Amen. Huyu Yesu ndio tumekuja kumtangaza. Amen. Na tutachoka kumtangaza no matter what. Yes. It doesn't matter what comes on our way. Yes. The Bible says nothing can separate us from the love of Christ. Yes. The Bible says so because ilijua duniani kuna mambo. Mambo yangekuja kututenganisha. Lakini jioni ya leo hatutatenganishwa. Kwa sababu Yesu akizaliwa ndani yetu ni yeye anatushikilia. Kupitia kwa hiyo neema kusimama na kutembea. Yes. Kwa hivyo tunakuja kutangaza huyu Yesu amsaidie katika hali zote za maisha. Amen. Atusaidie katika maisha ya ndoa na maisha ya biashara. Yes. Atusaidie kwa sababu ya jamii na watoto. Yes. Sisi wengine tuko na watoto vijana na wasichana. Yes. Tuko na watoto wamefika umri that we cannot control them. Yes. Once your son is 18 years, sometimes you are unable to question them because of the decision they make in their life. Watoto wakifika hiyo umri, kama sio Yesu kukusaidia na hii neema yako, yes, na ameshika njia ambayo huwezi badilisha, yes, wewe utambadilisha aje kwa hii dunia? Maana huwezi mbadilisha na pesa, hauwezi mbadilisha na hizo vitu ulimpatia. Ndio umempatia masomo amemaliza, umempatia college amemaliza, yes, hata wakati wa kuoa amemaliza. And then what follows? Bwana asifiwe. Amen. The only thing that we desire in our heart is to let Christ be formed in our children's life. Amen. That we let our children know Christ. Yes. And that is the only mission we have as parents. Yes. As long as we can give them good life, we can also introduce them to Christ Jesus. Yes. Ndio watoto wetu watarahirishwa kuwa viongozi. Miaka zimekuja na zinaenda. Hizi mili zinaenda zikiisha. Hii maisha mnatuona baada ya miaka 10. We shall not be the same like we are today. Yes. Tutahitaji hao watoto ambao Yesu aliwasaidia. Washikilie imani, watembee nayo. Kwa sababu kwa hii ulimwengu pasipo imani ndani ya Yesu, ni vigumu sana mwanadamu kufocus. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo wana Marurui, habari njema ni kwamba Yesu ni Bwana na ni Mwokozi wa maisha yetu. Amen. Mwanadamu yoyote akimwamini, kwa sababu kwa Yesu hakuna mipaka. There is no limitation and boundaries. Hakuna ati dini, hakuna kala na hakuna kabila na hakuna nchi. Wakati tunaitwa tunasimama kwa laini moja. Bora tuitwe sisi ni wana wa Yesu, tunafanana na yeye kimatendo na kitabia. Kwa hivyo tunatangazia imani ya Yesu ndani ya mji wa Marurui. Yes. Kwamba mpokee Yesu na akomboe maisha yetu. Na jioni ya leo tunawatangazia amani mahali hapa. Amen. Sisi hatutachoka kutangaza paka dakika ya mwisho. So long as we are still alive on this world,
baada ya shughuli zote za maisha, we shall continue confessing about Jesus Christ, the one that has redeemed and filled our souls with love and joy. Yes. May God bless you so much. Amen. Amen.